Kuna taarifa kwamba Yanga wameanza mchakato wa kumchukua kipa wa DR Congo ambaye aliwahi kuhudumu kwenye timu ya Chad. Yanga washinda mazungumzo naye. Wewe unajua ni kwa nini wamefanya hivyo? Kuna kazi ngumu sana ambayo engineer nayo kuhakikisha anamretain DR katika ligi kuu ya Tanzania. Nimesema na ninarudia tena, asitokee binadamu yoyote ambaye anaukosea adabu mpira kumfananisha DR na kipa yoyote katika ardhi ya Tanzania. Huko ni kuukosea mpira adabu. Na ndo maana leo hii engineer anajua kabisa kwa performance aliyo display kwenye mashindano ya, na leo tunakwenda kumwangalia muda si mrefu akiwa na mali, sio? Utakwenda kuona mwanaume atakachokifanya. Ameshaibeba mali katika mgongo wake mara nyingi sana, anakwenda tena kuibeba. Hata kama chochote kikitokea kwake, bado ataonekana kwamba ni mfalme wa mali na ameshaibeba mali mpaka hapa alipofika. Na engineer anafanya, ndio maana nakwambia engineer ana IQ kubwa ya mpira. Ameshaangalia mali inavyocheza, akamwangalia DR, na inawezekana pia ameshazungumza na watu wengi, kwa sababu kuna mtu wangu wa ndani ambaye ni anamsimamia Pacome ameniambia, Machange, ninakwambia leo kama kuna kiongozi ana wakati mgumu katika nchi yenu ya Tanzania ni mtu anayesimamia klabu ya Yanga. Nikamuuliza kwa nini? Kuna signing kubwa anazitaka, lakini pia kuna signing kubwa ziko ndani mwake watu wanazitaka. Nikamwambia kama ipi? Akaniambia as I'm speaking to you, kuna ofa zaidi ya 3 ziko mezani kutoka kwa vilabu vikubwa wanamhitaji huduma ya DR. Je, bado una ndoto lakini hauna ujuzi? Unataka kujifunza ujuzi unaokupa kipato cha haraka? Basi Labella Touch Academy inakuletea muhula mpya wa mafunzo ya vitendo kwa 100%. Jifunze makeup na kusuka, kupika na kupamba keki, spa, kushona na kupamba kumbi za sherehe. Chuo kimesajiliwa, cheti hutolewa na ujuzi unaokupa kipato cha haraka. Nafasi ni chache. Piga simu sasa 0792887116. Labella Touch Academy, tunabadilisha shauku yako kuwa taaluma. Karibuni sana. Sasa mimi na wewe tuzungumze leo. Kama sio ushupavu wa engineer kukaa chini sana DR, kuanza kumsuka na kuanza kupanga naye mikakati, akimuaminisha tofauti na kile ambacho kinaonekana sasa hivi. Unafikiri ni kazi rahisi kumretain DR sasa hivi katika klabu ya Yanga? Kwa hiyo huyo goalkeeper wanamtaka kwa sababu kubwa mbili. Moja, wanamtaka kwa ajili ya kujihakikishia kwamba hata kama DR akiondoka, basi tuna mtu ambaye anakuja kumsaidia msheri kutimiza majukumu yake inavyompasa. Lakini pia bado haitakuwa nyepesi kumngoa DR katika klabu ya Yanga. Amini haya maneno yangu ninayokuambia. Kwa sababu ana mkataba na Yanga na msimu huu uko katikati. Kwa hiyo ukimhitaji DR inabidi upasuke kweli kweli. Na Engineer Harris kwenye swala la biashara ni mwana mzuri sana. Akisaidiana na Arafat ni wafanyabiashara wazuri sana. Profession ya Arafat ni mmoja wa watendaji kwenye benki fulani, sio? So unaweza ukaona ni watu wa kaliba ipi. Kwa hiyo by nature ni wafanyabiashara. Ni wafanyabiashara. Kwa hiyo haitakuwa rahisi kumngoa DR kwenye klabu ya Yanga. Kama wameshaanza biashara ya mazungumzo na mlinda mlango, nadhani kwamba si biashara inafanyika hapa. Of course, kwa mtu ambaye ana akili timamu, unajua quality ya mchezaji uliokuwa naye, unatafuta namna ya kumretain, lazima nawe pia ujihami, kwa sababu inaweza ikaja ofa kubwa dunia ikakushangaa ukiikataa. Kwa hiyo lazima ajipange kisaikolojia kwamba ikija ofa yoyote ambao sisi kama klabu ya Yanga tutairidhia, huyu ataondoka. Akiondoka mbadala wake ni nani? Ndio maana anaanza kufanya maandalizi ya kile kinachofanya. Hapo ndo tunaona kiongozi bora na bora kiongozi. Na kwa jinsi ambavyo ulivyomuona huyu mlinda mlango ambaye anahusishwa na Young Africans, anaweza kavaa viatu vya DR? Of course hawezi kuvivaa 100%. Itamchukua muda kufika hapo DR alipofika, kwa sababu DR ni complete package ya goalkeeper wa kisasa. Anakupa vitu vyote. Anaenda sehemu zote, lakini pia mguuni, kwa uhalisia DR alikuwa ni kiungo. Kwa hiyo mguuni pia kuna vitu. Kwa hiyo habutui, ila mguuni pia kuna vitu. Kwa hiyo mimi ninachokiamini yote yanawezekana. DR yupo, lakini pia hata kama akiondoka, na mimi bado nina imani kubwa sana na Engineer Harris, kwa sababu anaujua mpira, afu ana jicho la kutambua wachezaji. Ni kipindi tu baadhi ya wachezaji wao wanamuangusha kutokana na hulka na starehe ambazo wanakutana nazo Dar es Salaam. Kwa kiwalisia Young Africans wanapaswa kumshikilia rais wa Young Africans Engineer Harris. Kaka, dhahabu huwa inalindwa. Yaani hautawahi kusikia hata siku moja Engineer Harris amezima taa kwenye kikao, ameondoka, amewaacha wanachama ndani. Hautawahi kusikia hata mara moja Engineer Harris anaulizwa maswali na anashindwa kuwajibu wanachama wake.
hautamsikia hata mara moja Engineer Hersi anaulizwa kitu kuhusu klabu yake ana panic, anavimbisha misuli. Atatoa majibu kutokana na kwamba kila kitu kiko systematic. Lakini Sheikh kutoa kauli ambayo kabla hajakomaa kwenye mpira wa Tanzania. Kakomaa, yes. Kwa hiyo ni swala la muda lilikuwa. Na mimi niliwaambiaga watu kipindi kile, huyu engineer huyu bado hajakomaa, mpeni muda tu. Atakomaa vizuri na atawajibu. Kwa hiyo wamlinde. Wanatakiwa wamuombe Mungu kila siku kwamba GSM waendelee kumhudumia vizuri engineer, wahakikishe kwamba wanaishi vizuri, hawana longolongo yoyote na maisha yaendelee. Kwa kubwa Yanga muuze Djigui Diarra. Siwezi nikawaambia wamuuze kwa sababu ni goalkeeper bora. Kuna ofa kwa sababu kuna timu bora huwa ina retain wachezaji wake bora. Unaweza ukamuuza lakini umemwandaa nani kuja kumreplace? Hiyo ndio swala la msingi. Kuna taarifa Zamalek, kuna timu 3 kubwa barani Afrika zinataka huduma ya Diarra. Issue inakuja, watafika kiwango cha pesa ambacho engineer atakiweka mezani? Sasa wasipo kiwango na mchezaji akaondoka kwa sababu nadhani mkataba wake nadhani kwa mwaka mmoja kama wako tayari kusubiri mwaka mmoja watasubiri. Wanafanya biashara. Watafanya biashara lakini kwa vigezo vyao, hawezi kulazimisha kufanya biashara. Yaani wewe una mwanamke mzuri, mrembo, amekuzalia watoto, ila kwa sababu tu ya tamaa zako za hovyo unataka kumtoa sadaka ili upate mwingine ambaye wakupita. Kaka. Kama yeye mwenyewe anashinikiza aondoke Djigui Diarra kutokana na ambao kwa kiongozi kama Engineer Hersi hakuna mchezaji atakayeshinikiza akashindwa kuzungumza naye. Aziz Ki huyo hapa alikuwa anashinikiza kuondoka, aliondoka? Si alingoja mpaka muda ulipofika akamwambia sasa unaweza ukaenda, si alienda? Mzize huyo hapa, sasa alishinikiza kwa sababu ya maslahi ya malipo. Lakini sasa umeona shughuli kwa Mzize yale majeraha hata angekuwa huko angeyapata. Kwa sababu shida wao itakuwa wamtumie kwenye mchezo wa kimataifa, lakini mpaka leo shughuli nzito kwa Mzize. Ni changamoto za afya ambazo hata wewe mimi na wewe hatuwezi kujua tukitoka hapa nini kitatutokea. Leo angechukua fedha kama ambavyo umezungumza. Wana shida gani Mzize akiendelea kubaki? Kama wameweza kumhudumia yao Kwasi Atola almost msimu mzima na sasa hivi ndo tunamwona yuko katika Mapinduzi, wana shida gani kuendelea kumhudumia Mzize? Mpira si biashara. Ndio ninachokisema. Mpira ni biashara, lakini silaha zako za kivita huwezi kumuuzia adui. Wakati wewe unafikiria kwamba mpira ni biashara, mwenzako anafikiria kupandisha thamani klabu ya Yanga iwe juu kama vilabu vingine vikubwa barani Afrika. Kwa hiyo wakati Yanga watakiwa wachague vitu viwili. Wanakuza brand yao ama wanafanya biashara. Ndio kuna hivi vilabu vinaitwa feeder clubs. Kazi yao ni kutengeneza wachezaji kama ASEC Mimosas. Kazi yao ni kutengeneza wachezaji na kuuza. Kutengeneza wachezaji na kuuza. Yanga ni klabu ambayo inafanya biashara huku inakuza brandi, sio feeder club. Ndani ya miaka 5 ijayo Yanga wanaiona wapi? Itakuwa miongoni mwa timu bora barani Afrika. Ukitaja timu 5 bora barani Afrika, tena miaka 5 ni mingi. Je, bado una ndoto lakini hauna ujuzi? Unataka kujifunza ujuzi unaokupa kipato cha haraka? Basi Labella Touch Academy inakuletea muhula mpya wa mafunzo ya vitendo kwa 100%. Jifunze makeup na kusuka, kupika na kupamba keki, spa, kushona na kupamba kumbi za sherehe. Chuo kimesajiliwa, cheti hutolewa na ujuzi unaokupa kipato cha haraka. Nafasi ni chache. Piga simu sasa 0792887116. Labella Touch Academy, tunabadilisha shauku yako kuwa taaluma. Karibuni sana. Miaka 3 inayokuja mbele, Young African itakuwa miongoni mwa timu bora 5 barani Afrika. Chukua maneno yangu, naanza kuhesabu leo Januari 9 ninatamka haya maneno, mwaka 2026. Nitafute 2028. Kama Yanga haiko miongoni mwa vilabu bora 5 barani Afrika, choma hiyo gari hapo nje moto. Nitafute 2028. Kama Yanga haipo ndani ya vilabu bora 5 barani Afrika, choma usafiri wangu moto. Ukitaja vilabu 5 bora barani Afrika, Yanga hii kwa mwendo huu na engineer huyu anavyoipika hii Yanga, tupo hapa. Na nakuhakikishia kati ya Simba na Yanga, Yanga ndio itakuwa timu ya kwanza kumiliki uwanja wake wenyewe kabla ya Simba. Ule uwanja si wa Simba. Tusifike huko, tuache tu kwamba wanamoa arena uwanja wa mazoezi. Nazungumzia pitch kwa ajili ya mechi kubwa.